Ni siku nyingine tena Mungu ametupa neema kuiona, tuweze kufahamu safari ya maisha ya Mariam, simulizi ambayo tuko nayo kwa sasa, lakini pia mara baada ya simulizi hii tutaendelea na simulizi nyingine nyingi zaidi. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Mariam ameshamaliza kidato cha 4, amerejea nyumbani kwao. Mara baada ya kufika nyumbani kwao, anashangaa kukuta taarifa za kufumaniwa na mwalimu wake mkuu wazazi wake wanazifahamu. Baba yake hakulifumbia macho hilo, akamuita na kumkanya. Mariam anasema alimuomba sana radhi baba yake na kuahidi kuwa hatarudia, lakini kiuhalisia kile ambacho alikuwa nakisema wala hakuwa anakimaanisha. Maonyo ya baba yake alikuwa anaingilia sikio la kulia na kutokea sikio la kushoto. Mariam alituambia kwamba kwake dhambi aliipa maana na kuona ni mtindo mzuri wa maisha. Kwa kumaliza shule, akawa huru kufanya mambo yake yote aliyokuwa anayataka. Lakini ukawa mwanzo wa shida nyingine. Ni kipi hasa ambacho Mariam anatamani kutujuza kwa siku hii ya leo? Cha kufanya wewe, tega sikio lako, mimi niko hapa kwa ajili ya kukujuza. Jina langu ni Agnes Hosea. Unaweza kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii. Natumia Agnes Hosea Instagram, Facebook, TikTok, mtandao wa X, Thread. Natumia Agnes Hosea. Ni follow huko. Utakuwa umetisha sana. Karibu sana sasa tuweze kufahamu kile ambacho Mariam anatueleza siku hii ya leo kwenye Alama za Nyakati. Mariam anasema, wakati huu nilikuwa nimeshaanza kumsahau Alex. Labda kama angetokea tena katika maisha yangu. Wakati najisemea haya, Alex alikuja tena pale kijijini, tena akiwa na mkewe na mvulana mdogo ambaye kwa haraka nilitambua wazi kuwa alikuwa mtoto wake. Yule mwanamke nilihisi kuwa ni mke wake kwa namna ambavyo walikuwa wanaonekana. Alex alikuwa anashuka kutoka kwenye basi la kijijini kwetu. Sikufahamu kama siku hiyo ningeweza kumwona. Labda ningefahamu, nisingepeleka miguu yangu pale stendi. Na mimi nilifika pale kwa ajili ya kumpokea mgeni. Mgeni huyo alikuwa ni baba yangu mdogo. Alex alikuwa amembeba mtoto wake kwenye mkono wake wa kushoto, huku mkewe akimfuata kwa nyuma. Wakati wote huo alikuwa hajaniona. Mimi nilikuwa kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme. Nilipata ganzi ya miguu. Nikabaki pale nimesimama, nisiweze hata kuisogeza mbele miguu yangu. Yaani sikuamini kile ambacho nilikuwa nakishuhudia kwa macho yangu mawili. Ningehadithiwa wala nisingeamini. Lakini nilikuwa pale kushuhudia kuwa Alex alikuwa amenitoroka na kwenda kumuoa mwanamke mwingine. Na kama sio kumuoa, basi kumchukua mwanamke wake. Nikajisemea, Alex amenichezea na hatimaye ameoa mwanamke mwingine. Machozi yalikuwa yananitoka tu. Na hata aliponiona, alishtuka kidogo amwangushe mtoto wake. Mimi sikujali. Nilibaki mtulivu, lakini moyo wangu ulikuwa unauma sana. Siku ile isingekuwa mshtuko, ningefanya kitendo cha ajabu sana. Sijui kingekuwa ni kitendo gani, lakini kila mtu angenishangaa.
ni kwa wakati huu ambapo nilikumbuka kuwa kuna Mungu. Hakuna lawama niliacha kumpa Mungu. Sijui kama hata Mungu alikuwa ananisikiliza, kwani nilikuwa sina haja naye siku nyingi, ila nina uhakika kuwa alinisikia. Niliwahi kusikia mtumishi mmoja akisema, Mungu huonyeshea mvua wema na wabaya. Nikaamini kuwa Mungu ananisikia. Mariam anasema, Alex alijifanya kama hanifahamu, akanipita bila hata ya salamu. Hilo kwangu halikuniumiza hata kidogo. Kilichoniuma sana ni kwamba, kwa nini ameoa? Kwa nini hakuniambia kuwa anataka kuoa? Kama angeniambia mapema kwamba anataka kuoa, mbona ningemwelewa tu. Mariam anasema, nililia sana. Kila mtu akawa ananishangaa pale stendi. Mimi wala sikujali. Nilimpokea baba yangu mdogo si kwa staha sana, kwani sikumbuki hata kama nilimsalimia. Nilienda naye mpaka nyumbani na kuweka mizigo yake ndani. Baada ya hapo nikamkutanisha na wazazi. Mimi huyo nikaelekea chumbani kwangu. Huko nikajifungia kabisa. Niliwaza mawazo mengi mabaya. Nilitamani kujiua. Hakuna chakula kilichokuwa na uwezo wa kuingia kinywani mwangu kwa wakati huo. Alex alikuwa ameniweza tena. Nikajisemea, kwa nini Alex umenifanyia haya? Kwani ulikosa nini kwangu we mwanaume? Nilikuwa na mapungufu yapi labda ambayo ulishindwa kunirekebisha? Au labda nilikataa kubadilika? Kwa nini unaniua hivi Alex? Mariam anasema, nilijiuliza maswali mfululizo. Maswali ambayo kwa hakika hayakuwa na majibu. Nilipoteza fahamu. Usiku uliofuata nilijikuta niko hospitali. Kuamkia hospitali nako kukawa mara nyingi ndiyo sehemu ya maisha yangu. Baada ya wiki moja kupita, niliruhusiwa kutoka hospitali na nikaenda moja kwa moja kumtafuta Alex. Nilimkuta kwenye kibanda chake. Wakati huu alikuwa amekiboresha zaidi na alikuwa ameajiri wafanyakazi. Mariam anasema, sikumuuliza mtu. Nilimfuata pale pale alipokuwa amekaa na nikamshika shati lake kwa nguvu. Nilimuuliza maswali mengi mfululizo ambayo hata yeye hakuwa na majibu. Au kama alikuwa na majibu, basi mimi sikumpa nafasi ya kunijibu. Alex alijitoa mikononi mwangu kwa nguvu na kuniambia kuwa niachane naye. Sikukubali. Nawezaje kuachana na mtu aliyenichezea namna hii, tena kirahisi tu? Hapana. Lazima alipie kwa kitendo ambacho amenifanyia. Nakiri ile haikuwa akili yangu kabisa. Nilikuwa naongozwa na hasira mimi. Nakumbuka nilichukua kisu ambacho kilikuwa mule ofisini kwake na kumchoma nacho tumboni. Damu zikaruka. Mimi nikaanza kutetemeka na kupiga mayowe nisijue kile ambacho nimekifanya. Kwa wenge nililokuwa nalo. Na baada ya kuona watu wanajaa eneo lile, nikakichukua tena kisu hicho na kujichoma na mimi tumboni. Sikumbuki kilichofuata baada ya hapo. Nilipozinduka, nilijikuta nimepigwa pingu mkono mmoja. Tena pingu hiyo iliunganishwa na kitanda. Ilikuwa ni kwenye hospitali mojawapo ambayo ilikuwa imejengwa si muda mrefu sana pale kijijini kwetu. Nilikuwa na kesi ya kujibu, kwani nilikuwa nimemjeruhi vibaya sana Alex.
naye kwa upande wake alikuwa kitandani kama ilivyokuwa kwa upande wangu. Nilikubali kuwa ni mimi ambaye nilimfanyia kitendo hicho Alex, na nilikubali kuwa lengo langu lilikuwa ni kumuua kabisa. Msikilizaji, mimi niseme tu nilikuwa na Mungu. Pamoja na kwamba Mungu nilimweka mbali kabisa na maisha yangu, niliacha ibada, niliacha maombi, mambo ambayo wazazi wangu walikuwa wanajitahidi sana kuniambia. Wazazi wangu waliniambia kuwa Mungu ndiye msaada wangu. Mungu ndiye kila kitu kwangu. Mungu ndiye ambaye anaweza kunivusha katika kila hatua ambayo napiga katika maisha yangu. Nisije kumwacha Mungu. Mimi kwa sababu ya mapenzi nikamwacha Mungu. Na Mungu huyu ndiye ambaye aliendelea kunitendea. Unaweza usiamini, kesi yangu ya kutaka kumuua Alex kwa makusudi, Alex aliifuta. Sijui ni kwa namna gani aliweza kuifuta. Sijui ilikuwaje. Ukiniuliza wakati huu, sina jibu lolote. Nachoelewa ni kwamba Alex aliifuta kesi ile. Alijua alichokifanya. Pengine alifanya hivyo kwa huruma tu, kwa kuona kwamba yeye ndiye sababu. Mwisho wa siku nilikubali matokeo ya kuwa nimeachwa, na nikaendelea na maisha yangu kama kawaida. Mimi kama nilivyokuambia msikilizaji, nilimwacha Mungu, lakini Mungu aliendelea kuwa upande wangu. Pamoja na kwamba nilikuwa na mambo yangu mengi ambayo hayafai, lakini niseme tu nilijaliwa kuwa na akili za darasani. Isingekuwa hivyo, mimi ningeishia darasa la 7. Matokeo ya kidato cha 4 yalipotoka, nilichaguliwa kuendelea na kidato cha 5. Safari ya maisha mapya ya chuo kikuu ikaanza. Mariam anasema kwa kufaulu kwenda kidato cha 5, nikaamua kuwa mtulivu na kusoma kwa bidii. Mungu akanisaidia nikafaulu, na maisha ya chuo kikuu yakaanza. Nikaenda zangu mjini. Niliomba mkopo nikapata, lakini mkopo huo haukutosheleza mahitaji yangu yote. Nilitamani niwe na gari zuri, niwe na simu ya bei kubwa, niwe na mavazi mazuri, lakini sikuwa na hela. Unaweza ukashangaa, lakini hayo ndiyo ambayo yalikuwa mawazo yangu. Na ni kwa sababu nilikuwa nawaona wasichana pale chuoni, tena warika langu, wakiwa na maisha ya aina hiyo. Mimi nikawaka tamaa. Na kwa wakati huu nilikuwa naonekana mpole sana pale chuoni. Yaani kila ambaye alikuwa ananiona kuwa mimi ni mpole, nilikuwa tu namwangalia kisha muone najisemea. Yaani kama hawa wangejua kuwa mimi ni moto wa kuotea mbali, wasingethubutu hata kuniona kuwa ni mpole. Mimi sikuwa mwanamke mpole kama walivyokuwa nadhani. Wewe mwenyewe unafahamu ni kwa nini nakwambia hivi. Mariam anasema fedha kidogo aliyokuwa anapata kama mkopo ndiyo hiyo aliyokuwa anawasaidia wazazi wake, na ndiyo hiyo ambayo alikuwa anawasaidia na wadogo zake kwenye mahitaji yao ya shule. Alilemewa sana na majukumu, na fedha zake zikawa hazitoshi kabisa. Alichoamua ni kutafuta njia mbadala ya kujipatia kipato. Mariam akaanza kujiuza. Ndiyo, hilo ndilo ambalo lilikuwa wazo lililokuja kwa haraka sana akilini mwake. Lilikuja haraka kwa sababu ni kazi ambayo aliwaona wenzake wakiifanya, hasa nyakati za usiku. Ilionekana kuwa ni kazi ya kawaida tu kama kazi nyingine.
unapata hela bila kutumia nguvu kubwa. Ni wewe tu na ushawishi wako kwa wanaume. Ingawa sikuwahi kufikiria kama ningeweza kufanya hivyo katika maisha yangu, sikuwa na namna zaidi ya kuwafurahisha wanaume wenye uchu kwa ajili ya kupata fedha. Msikilizaji, Mariam anatukumbusha kwamba yeye alikuwa ni mwanamke mzuri. Alikuwa ni mwanamke mwenye umbo zuri, na alijua wazi hakuna mwanaume ambaye angevumilia kumkosa, kwani tangu anaanza chuo wanaume wengi tu walionyesha nia ya kumtaka. Ni yeye aliamua kujituliza. Mariam anasema anakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili, majira saa 4 usiku hivi. Alijiandaa vizuri, akaenda kwenye kasino fulani. Hiyo kasino inasifiwa kuwa na watu maarufu sana kutoka nje ya nchi. Hakutaka kuonekana maskini. Alipoingia ndani, akaagiza pombe yenye gharama kiasi. Akawa anakunywa taratibu. Alikaa kwenye meza ya peke yake mpaka pale alipojitokeza mwanaume ambaye kwake ilionekana fedha si shida zake. Alimsalimu na akaomba kama anaweza kukaa. Alifikiria kwa muda kisha akamruhusu akae. Alikuwa anajizugisha tu, kwani asingekataa mwanaume yule akae pembeni yake. Yule mwanaume alifurahi sana. Kwake alihesabia kuwa ni ushindi. Hakujua kuwa alikuwa amejaa kwenye mtego wa Mariam. Mwanaume yule akaagiza pombe nyingi tu. Wakanywa huku mazungumzo yakiendelea. Mariam anasema aliitumia jinsi yake vyema siku hiyo na akafanikiwa kupata fedha nyingi sana kwa yule mwanaume. Na hiyo ni mara baada ya kumfurahisha kwa usiku mzima wa siku hiyo. Kwa kuanza maisha ya kujiuza, Mariam akaanza tena kuishi maisha mazuri. Na hiyo ndiyo ikawa biashara yake ya siku zote. Hakulala na mwanaume mmoja tu, bali walikuwa wanaume zaidi ya 10 kwa usiku mmoja. Naweza kushangaa msikilizaji. Mariam anasema alikuwa mzoefu sana. Kutoa mimba ilikuwa ni kitu cha kawaida tu kwake. Hakuna kitu alikuwa anataka tena kwa wakati huo zaidi ya fedha. Fedha kwake ilipata maana kubwa sana. Hakutaka kabisa kusikia habari za kuwa na mtoto. Wadogo zake wakafanikiwa sana katika masomo yao, lakini wao hawakuwa na tabia kama za dada yao. Mariam anasema katika yote ambayo alikuwa anayafanya, hakuacha kuwasaidia na kuwaunga mkono wadogo zake. Na wakati huo hakuna ambaye alikuwa anajua anatoa wapi fedha. Na pia hakuna ambaye alimuuliza kwamba fedha alizonazo anazitoa wapi. Waliamua tu kumwacha Mariam aendelee na maisha yake. Kama ni kumshauri, wameshamshauri sana. Mtoto akililia wembe, acha umkate. Baada ya kumkata, pengine atajifunza. Hayo ndiyo ambayo wakati mwingine wazazi wake Mariam walikuwa wanajisemea kwa habari ya binti yao. Mariam anasema alitenda dhambi nyingi sana alipokuwa chuoni. Hata kwenye masomo yake alifaulu kwa kuonga sana ngono kwa walimu wake. Mariam anasema kuhonga ngono kwa walimu wake ilikuwa ni kutaka kufaulu kwa viwango vya juu. Maana yeye kufaulu kwake ni kitu cha kawaida, ila alitaka kufaulu kwa viwango vya juu. Alijua mbinu, akaitumia vyema. Mariam anasema yeye ni mwanamke wa hovyo sana.
kwani kuna wakati ilifika akawa zaidi ya mbwa pale chuoni. Mahali popote alipoona kwamba panafaa, aliweza kufanya anachojisikia. Mahali popote alipoona kwamba panafaa, alishiriki tendo. Baadaye akahitimu chuo na akarudi tena kwenye ardhi ya wazazi wake. Mariam anasema, nilipofika nyumbani nilimkuta mama yangu akiwa amedhoofu sana. Alikuwa na afya mbaya sana, na kwa kuwa sikumpenda wala sikumzingatia, nilimwonea huruma lakini wala sikumjali. Mpaka siku moja, siku ambayo sitakuja kuisahau kamwe katika maisha yangu. Ni siku gani hiyo msikilizaji, na ni kipi ambacho Mariam anatamani tufahamu kuhusu siku hiyo? Kesho nayo ni siku, tuungane pamoja majira saa 12:30 tuweze kufahamu yote ambayo Mariam atatujuza.